Wapenzi watazamaji wa Zabibu TV, hapa tuko Mwanza, kwenye jiji la Mwanza Makoroboi, na tuna mashabiki wa Simba ambao wanaendeleza kauli mbiu yao kusema ubaya ubwela. Mleteni yoyote kwa Mkapa, anakufa hatoki mtu. Siku ya jana tumeshuhudia mtanange mkali, na Simba ameweza kuingia kwenye hatua ya fainali, na yeye anasema ya kwamba anataka amwenzi hayati Magufuli kwa kauli yake ya kusema kwamba Simba ndio itakayokuwa klabu ya kwanza kuweza kulileta kombe la shirikisho la CAF nchini Tanzania, na haya ndiyo wanayo kusema wana Simba. Kombe tunalileta, tumewaahidi kombe tunalileta. Watanzania wote yani mjiandae kulipokea kombe. Huu ni ubaya ubwela. Anaweza akachukua kombe mbele, hana uwezo kutufunga. Iwe kwao, iwe kwa Mkapa, atoki mtu kwa Mkapa. Mbele atoki. Anakula hivi, anakula 4. Habari zisikie, huo ndio ubaya ubwela. Sisi tumejipanga kwa ushindi na kombe kabisa tulete hapa Tanzania. Uzuri Mungu amesaidia. Hata alipata kule kwao. Wanafinala wenyewe. Magufuli alisema timu ya kwanza kuleta kombe ni Simba Sports Club. Na analileta. Awamu hii Simba amejipanga kuleta kombe. Ubaya ubwela unaendelea. Tunamwamini kocha wetu Pablo kwa kazi aliyoifanya. Yaani kazi aliyoifanya ni kubwa sana. Jana ameenda pale, alijua anaenda kushambulia labda cha msingi akasema tulinde goli, tusifunge goli aina yoyote. Hilo limewezekana, tumeingia hatua inayofuata. Cha msingi kombe linakuja Tanzania na tunalibeba linabaki hapa. Ubaya ubwela. Nataka niwaeleze tu kwamba watu watambue, unapokuwa na mpanzu kwanza anaitwa mkemia. Yule anatumika kupima damu za watoto wa nje ya ndoa ili wajulikane wako nyumbani kwao. Watake wasitake, kombe litabaki Tanzania. Wengi wanasema mechi ambayo Simba alicheza kwa kiwango cha hali ya juu ni pale kwa Mkapa, tofauti na aliyocheza Zanzibar. Je, nyinyi mnasemaje kuhusiana na hili, kuhusiana kwenye mashindano haya ya CAF? Simba anacheza sehemu yoyote, anayesema huyo hajui. Hiyo ni mbinu ya kocha. Kocha ana mbinu zake, hatuwezi kumwingilia. Yule ni mwalimu, na ndio maana hiyo ni kazi yake. Sisi hatujui mambo ya mpira, tunajua kushangilia na kuongea. Mtu anakuja amejipanga, kikubwa ni kufuzu. Kwenye haya mashindano hamna kwamba tuangalie mtu anacheza sana, tunaangalia tu mbinu ya kufuzu. Hatuangalii mambo ya kwamba tunacheza sana au tunafanyaje. Mwalimu katumia mbinu yake na tumefanikiwa kuingia fainali. Fainali sasa. Lile goli moja limetuvusha. Na pia watu lazima wajue, mechi hii ukicheza kwa plani hii, mechi inayofuata utacheza kwa game plan nyingine kulingana na mpinzani aliyekuja. Mpinzani aliyekuja alipaki sana na akawa anacheza kwa kushtukiza counter attack. Kocha akawaambia vijana tulieni, hao wanacheza counter attack, mkizubaa wanaweza wakasawazisha. Tukapata goli moja, hilo moja ambalo walikuwa wanalisema dogo ndio limekwenda kutupeleka fainali kule kwa Madiba. Na pia wao walikuja Mwarabu hapa, waliitafuta hata hilo moja ili tu hatua inayofuata, ilishindikana. Wanafunga stage magoli 8. Lakini goli lile moja walikosa stage, wanafunga goli 8. Wala timu gani goli 6-7, lakini goli moja alipata kwa Mkapa pale. Diara alipiga mlegezo lakini alipandisha. Iligonga besela. Mimi acha niwaambie. Na dabi tunaitaka. Hatuwezi point 3 bila kucheza ligi. Ligi haijaisha mpaka ishe. Tunakuja sisi. Yes, hivyo muungano. Sio mengia kwa finali muungano. Sisi nusu sasa kabla. Shirikisho tumeingia. Muungano ni kama unaenda kushiriki ligi ya kuku. Ligi ya kuku ya mbuzi ndio wanaenda kushiriki wao. Si hatuwezi kuhangaika na muungano na wakati tunacheza mashindano makubwa ya Afrika. Kuhusiana na ligi kuu. Mpaka sasa hivi Simba amebaki ana viporo kama 4. Na tofauti ya Simba na Yanga ni pointi moja, akiwa ameshinda viporo vyake 4 vyote. Na mpaka hapa Yanga anasema amebakiza mechi 3, mechi 2 aweza kutamatisha ligi. Maana yake ni kwamba mechi yake na Simba ameiweka pembeni, akisema kwamba haitambui. Je, ikitokea kwamba Simba naye ameshinda mechi zake zote, amebakiza ile pointi moja ambayo anatakiwa acheze na Yanga, nyinyi mnasemaje kama mashabiki wa Simba?
hiyo inabidi ilete timu uwanjani. Ili nilizungumzia hivi, kama yeye ataona kuja Geto ataki mchumba, yeye apitilize huko. TFF watafanya kazi yao. Sawa sawa, kwa sababu sisi tunajua mpaka sasa hivi mechi ya dabi haijachezwa na haijachezwa. Halafu kusema Simba aliwakimbia Yanga, hilo ni hapana. Unamlipa mtu deni lake kwa kile alichokufanyia. Akiwa Mheshimiwa Samia Hassan Suluhu anahutubia uwanja wa Taifa, yalisogezwa masaa mawili, mechi ilikuwa ichezwe saa 11 ikasogezwa mpaka saa 1. Alikimbia Yanga. Sasa hawa anakumbukumbu kwamba wewe ukimfanyia mtu kitu kesho atakulipa, na sisi tulimlipa. Ndio maana ya ubaya ubwela. Ndio maana ya ubaya. Kama muhimu nini washauri kitu Yanga walete timu, kwani wanaogopa nini? Wanachokiogopa ni nini? Si walileta tukakimbia, waambie walete timu sasa, yani walete timu. Wanamhofia Boka jamani, Boka. Kuna uwezekano ya kwamba Simba akishamaliza kucheza mechi zake, tofauti ya Simba na Yanga ikawa ni pointi moja inavyosemekana, lakini hatuna uhakika zaidi. Ni kwamba TFF watawazawadia Simba na Yanga pointi moja ili wote wao wametimiza mechi 30. Kuna ukweli kwenye jambo hili na haiwezekani. Wao walete timu. Wasiogope, walete timu. Mpira wa kugawana pointi moja tena. Hata hizi za kijengitile mware hiyo haipo. Walete timu. Wao wanasema wanaweza. Si walete timu, wanaogopa nini? Wanasema sisi kwani hatuogopi? Ndio kauli mbiu yao. Waje wakutane na ubaya ubwela. Kwa sababu Kayoko anaowapaga matokeo game hii hawezi akachezesha. Achezeshi game yetu Kayoko. Alafu ameshazoea VAR. Wajua hamna VAR, sisi tushazoea VAR.